Ndugu anaitwa nani? Mr. John Habwa. Hebu inua mkono wako John. Kuja baba, kuja unisalimie. Mungu akubariki na kutende mema zaidi, na uponyaji wa Yesu usimame nawe. Simoni na chuma tena. Ngoja. Mnajua huyu ndiye anaandika vitabu zenye mnasoma kwa shule. Ya baba. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Hawasikii sauti? Labda sikuiweka vizuri. Kuna naandika vitabu kadhaa, nitaachia yule karani. Naleta kama mfano. Mimi ni mwalimu wa chuo kikuu cha Nairobi. Nimesomesha pale kwa miaka kama 36. Sasa nina miaka 62. Lakini nimekuwa Mkristo kwa miaka hiyo yote. Nimekuwa Mkristo, nimeshiriki katika makanisa mbalimbali, Crisco. Sasa tunashiriki katika kanisa la PAG nyumbani, na hapa tunashiriki katika AIC ambako nimepeleka mtoto wangu wa kitinda mimba Sheila, anashiriki pale. Sasa kama college sasa kuna kitabu ambacho nimewaandikia kinaitwa Safari ya Lamu. Kuna kingine college kimesomwa kwa miaka mingi kinaitwa Maisha Kitendawili. Na kuna kamusi eleze, vitabu kama hivi. Nadhani ambavyo vinasomwa grade ya 7 ni hivi. Yeye ndiye ameandika. Ni hivi sasa hivi. Watoto wa grade 7 hawapa kichwani. Leta tuone. Uko grade? Hello. I want you to be a big professor more than I am. Amen. Wajua sifundishi university ili niwe profesa kuliko wanafunzi ninawafundisha. Lengo la kuamka huwa naamka saa 11 Msikia kwanza. Nafundisha ili wanafunzi wangu wawe bora kuliko mimi. Unafahamu, ndilo sababu nafanya nifundishe. Kwa hivyo naandika vitabu hivyo sasa huwa vinasomwa katika shule za sekondari na shule za msingi. Sasa huyu ndiye ameshika dunia. Na mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Nafundisha hapo chuo kikuu cha Nairobi, nafundisha vile vile Kiingereza. Lakini nataka kuwaambia kwamba miaka hiyo yote ambayo nimefundisha chuoni at the university, na huyu anaonekana kama nimemjua kitambo, lakini akili zimekataa kuniambia ninamwona wapi. Sasa miaka hiyo yote 36 ambapo nimefundisha chuoni, nimekuwa an ardent follower of Christ. Hata rafiki yangu mmoja juzi nilikuwa ICU, intensive care unit, unasikia, Aga Khan, ambako bado nafuata matibabu fulani ambao walikuwa wameanza, na nataka usome kwa sababu nini? Ndio nikwambie. Kwa sababu sindano moja ya hayo matibabu ni shilingi nusu milioni. Unajua nusu milioni? Hebu sikia moja. You can resume your seat. Sasa ndio sababu sitaki kuchukua muda mrefu ili nabii apate nafasi ya kuhudumia watu. Ndio sababu nikienda kama Kampala au Uganda kufanya kazi, huwa nakwenda kule katika semina au katika mikutano. Huwa nikiingia katika chumba na nalala chini kifudifudi ili kumshukuru Yesu na kumwambia Yesu kwamba hii hoteli ni kubwa na kuna watu wengi zaidi. Kama hakuna mtu ambaye anakusifu hapa, mimi ndiye nitakayekusifu. Kwa sababu nimeona mkono wake, na nitakuwa nakuja mara kadhaa. Wajua mimi ni kama mtumwa. Kuna rafiki yangu anatoka kwa kina nabii anaitwa Haman Manyora, ni mtu wa dunia, hata amekuwa Muislamu. Huwa namwambia vizuri hivi ninavyotaka kusema kwamba huwa namwambia I'm a slave of Christ.
Kuna mambo ambayo naweza kufanya. Kuna wanawake, kuna nini, because I have the money. But I can't do it because I'm a slave. I'm chained by Christ Jesus. So I cannot do. Na kwamba Muislamu mmoja tu ndiye aliyeniangusha, ambaye nilimwambia Muislamu tunafundisha naye, nilikuwa namwambia secretary, kwa miaka 62 nilionayo, miaka unaweza kuhesabu miaka 40 sijawahi kutoka katika ndoa yangu. Huyo Muislamu akanambia mimi sijawahi kutoka katu. Sasa I'm just saying mimi ni mtoto wa Yesu na nawapenda, na kwamba huwa nimeshikika mara kadha, lakini nitakuwa nikija kwa sababu katika makanisa yote ambayo nimeshiriki, hasa kanisa la PAG la Langata, kuna kanisa la Langata ambalo nilishiriki miaka mingi, lilikuwa it was a church on fire. Huwa sipendi na kwenda hapa AIC hiyo, but I always like a church on fire. Amen. Na ndio sababu ninapofuata hii ina jina gumu kidogo, Eden Church kwenye runinga, napenda because I like a church on fire. Ili tuwe na shughuli yetu sisi kufanya, tusiwafuate wanaitwaje, wanasiasa. Nimekataa kuingia siasa mara 2. Niliambiwa pesa hizi mamilioni nenda uingie siasa, nikasema no, I'm going to work for Christ. Mtu mwingine akaja, nadhani siku hizi amezeeka, amekwenda katika nyumba ya wazee, anaitwa Father wa Mugunda, mmesikia jina lake, amekuwa katika mambo ya serikali. Niambia, mwalimu, you look like you can be a good politician. I want to give you money so that you can go and contest. Nilimwambia nitakupa kazini yangu ende ku contest, because I'm supposed to serve Christ. To serve Christ, kufungia wanawake. And nilimwambia nabii, hata kukiwa na kesi, kuna mtu ambaye anafungiwa hapa. No matter their social standing, you don't have to be anything for me kukufungia siku hata 2-3 ninakuombea. You don't have to be anything, because nothing really matters to me much. Don't tell me you are a president. It won't matter to me much. It is good enough to be president, but don't think when you tell it to me it would matter. It doesn't matter, because nimeingia ulimwengu wa Kristo ambao kwamba I see that realm kwamba ndio ambayo ni very important. Hata nikiona una gari la Mercedes, tunataka nataka ununue Mercedes, but wajua na wazimu akilini, naona tu kama unaendesha baiskeli. Kwa sababu uzima wa Kristo ndio muhimu. Ndio nilipoambiwa hii sindano ambayo tutakudunga hii 1.5 milioni, I said my God. And hii si sadaka. Tumekuwa tukijenga nyumbani kwetu, kanisa nyumbani huko Bunyore, na rafiki yangu mmoja anaitwa Dr. Amai. Tumekuwa tukitumia pesa nyingi, na tumekuwa tukiumu. Wakati mwingine niliwapa shilingi 45,000. Nikasema my goodness, I should have given them half, but look at the days God is giving me for free. Lakini hii injection ni half a million. Unasikia? So bili ni 1 million. Unasikia? Sasa kama nisingekuwa na 1 billion. 1 million. 1 million. 1 million. 1 half a million. 2 1 million now. So kama nisingekuwa na mwajiri kama chuo kikuu cha Nairobi, I don't know how I would have paid. But I'm saying jambo kubwa ni kwamba tumfuate Yesu. Na tumfuate Yesu kwa kumaanisha. Na niulize hivi. Let us mean it. Niulize hivi. Yani fedha inaenda kwa kule Aga Khan. Ni fedha ambayo inaweza jenga nyumba ya Mungu. Inaweza kujenga, that's what I'm saying. Yes, unaamini niite Jehova anishuhudiaye na tufunge hizo milango vile alivyofunga ukaacha hapa chuma. Nataka unaamini? Njoo usimame hapa. Ni mwili wa Jehova. Na nina imani kile kidonda ambacho Lucifer amepenya kama panya, tunataka kuangusha kwa jina la Yesu. Maana Jehova anasema hili ni hekalu langu
na yeyote anikimbiliaye nitamfanya bora. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Tusimame tuambie Baba mtendene. Imefika mwisho. Nipe maji tu ya kunywa. Asante. Songea tu hapa Baba. Simamia tu hapa. Na uamini Yesu. Angalia upande huu. Angalia huko tu. Angalia huko tu. Nisaidie maji. Hey. What? Half a million. Baba wetu wa mbinguni, mambo madogo unayafanya kuwa makubwa. Hili ni hekalu lako mfalme, na ni mtoto aliyekuamini. Tazama Rabi, umempa kutawala katika ulimwengu na kuonyesha watu una uwezo. Mfanyie muujiza mmoja Baba mwenye hata waisahau, ya kwamba kuanzia leo wataalamu wote wakienda kuangalia wakute kuna mabadiliko vile wanaona ndani mwa wengine. Na tabiri uponyaji wa ajabu. Atarudisha ushuhuda hapa, atarudisha shukrani hapa. Nasema Baba wa Isaka, kimbia kule Aga Khan, kimbia Mata Hospital, kimbia Nairobi Hospital. Badilisha chochote ambacho kimewekwa kwa program. Kwa jina la Yesu mtembelee. Si vile nitakavyo bali vile utakavyo. Naomba uponyaji wa ajabu kwa mamlaka na uwezo. Naomba uponyaji wa ajabu kwa mamlaka na uwezo. Naomba uponyaji wa ajabu. Umeshinda ukaandika vitabu kwa sababu ya watoto wako. Leo hii na mimi natabiri neno moja. Onyesha mataifa, onyesha marafiki, onyesha upendo mkubwa kupitia kikombe hiki cha maji. Baba, nahitaji uponyaji. Fedha hazitaenda kwingine bali kwa kanisa lako. Mtendee kwa maana umemtendea. Kwa Yesu Kristo mwana wa Adamu nimeomba na kusema. Kunywa tu hapa Baba. Niseme nini Bwana? Niseme nini Bwana? Niseme nini Bwana? Bali niseme nini Jehova? Niseme nini Bwana? Niseme nini Bwana? Bali ninashukuru. Ushuhuda umetupa, amani umetupa. Niseme nini Jehova? Bali nasema asante. Niseme nini Bwana? Niseme nini Bwana? Niseme nini Bwana? Bali ninashukuru. Ninakumbuka siku ya kwanza ilikuwa weekdays. Nikaenda kumtoa pale kwa gari. Aliposhuka nilimhurumia. Anachuma, anaenda kufika hapo ilichukua muda. Na alikuwa anatoa sauti kubwa. Nikasema Baba mponye tu. Siku ya pili kurudi hana sauti lakini anachuma. Siku hiyo alienda akaacha chuma, atembele. Amerudi bila chuma. Na siku hii ya tatu haki hutadungwa shindano. Nasema nikiwa hapa. Nasema nikiwa hapa. Baba aliyenituma, mwanzilishi wa imani. Baba mtembelee tu. Teremsha moto ndani mwake. Teremsha ushuhuda ndani mwake. Teremsha mema Baba. Ninakusubiri Simba wa Yuda. Enda unijibu. Enda unijibu. Mwanafunzi kuja. Huyu mwingine ndio mwanafunzi kuja. Huyo ni mbaba na watoto 15. Wanafunzi wangu wana miaka 60. Wana miaka 60. Ndio huyo. Shuka chini. Yes. Kangemi Primary. Nataka kukuambia siri yangu, nataka ushare na hawa wanafunzi wengine.
nilizaliwa katika familia maskini mimi. Nilikuwa nakwenda shuleni 20 kilometers. You know what 20 kilometers is from home, and I was 14 years. So sitaki kuchosha na mambo mengi because the Nabii has released me. Nataka ushare na hawa wanafunzi wengine in your time. Mungu aliniumbia hasira kidogo. Unasikia? Do you know what hasira means? Anger. Yeah. Hasira yako, you know, I've been beat from that one up to I'm a full professor at the university. That is the top academic at the university. Full professor they are called. You can Google your phone. John Habwe. Hako hasira nikiingia katika darasa ambalo nasoma na watu kama hawa wakiwa ndani hako hasira huwa kananiambia what will defeat me here even if you are a genius. Then everybody across all levels, even I am now. Sorry John. Tumia hii. Yes. So unasikia ushare na wanafunzi wengine that hasira yako, if I walk in a room and we are 10,000 students, I always know one thing. I'll be the top student. Hallelujah. Umesikia? Amesema nini? Akona kasira. Akona kasira? Kenye kanaweza mfanya beat anajiamini. Good. Si hasira ya kupiga watu.